Mjomba. Habari za leo? Shikamoo. Yaani mjomba, mguu unaona huko. Asa mjomba nakuona unakuja ni speed ndio kunipita kwa wako mjomba. Pumbavu yako wewe. Kumbe ndio wewe. Jamani. Sasa mimi nikasema kama huyo naye kuja simfahamu huyo ni nani? Jamani mjomba. Mjomba bwana. Namna gani bwana? Asa mjomba. Kumbe ni wewe? Nifanya nini? Jamani. Yaani hapa mjomba. Mimi nilifika nikasema yaani hapa haina takwa. Nikamwona mjomba wangu. Kwanza niambie umekuja na nini? Manake saa hizi mambo ni mengi. Umekuja na nini mwanangu? Yaani mjomba nilikuja na Air Tanzania. Sasa ndio nini tena hicho? Mjomba, ndege za mama zinapita juu. Unaziona tu mjomba zinazopita juu. Hizi ndege za serikali hizi. Kumbe na wewe umepanda hiyo. Mjomba nikasema, yaani hapa kwanza nina mambo mengi ya muhimu mjomba. Jamani, mjomba kumbe ni mtu mkubwa. Unapanda hasa ndege? Mjomba na mwaka huu leo utapanda ndege. Yaani nimepanda ndege ya Tanzania. Na nilipofika hapa tu, nikasema mjomba mama kaniambia mjomba wako kaoa. Nikasema mjomba wangu kaoa. Huu mguu niende kwa mjomba wangu nikamsalimie, nimuone na shangazi yangu mpya. Yaani mjomba haja hapa na mwenye. Kumbe ulikuwa unakuja kwangu? Jamani. Unajua? Mimi hapa nilikuwa nimetoka nikamwaga shangazi yako. Ndio. Kwamba nataka niende kwa Kingonya nikamuulizie kwamba huko kampuni wanaajiri. Ili nione kama nitapata kibarua ama sipati. Sasa mjomba wako ndo ashaka. Nimefika. Yaani sasa hivi kwanza sawa kaza kuchana nayo. Mjomba wako nimefika. Utakula vitu ambavyo mjomba. Kwa hiyo nirudi kijana. Nirudi? Kabisa. Yaani hapa mimi na wewe mjomba nilikuwa nakuja kwako. Sasa mjomba inabidi ugeuke. Tuongozane. Ila mjomba bwana nisikufiche. Naona hata tumbo limo. Umenenepa kweli? Mjomba Ulaya mjomba. Tofauti na ulikuwa unatoka hapa. Nipe mkono. Jamani. Mjomba, sasa mimi nafitongoza. Kama ndio hivyo. Turudi. Jamani. Yaani Ulaya mjomba. Yaani kabisa. Unajua? Yaani mimi nimetoka hapa nyumbani nasema ngoja kwanza nitoke kwanza kidogo niende kwanza nikamwone huko. Baada ya hapo nifanye utaratibu kwanza kwa ajili. Mama wewe. Karibu. Tumepata mgeni. Msalimie mgeni wewe.
Mjomba basi leo. Salama. Karibu. Hapa ndo nyumbani kwangu. Nyumbani kwetu. Sinde. Ndio mjomba. Kama nilivyokufahamisha. Ndio. Kwamba baada ya kustaafu mwenyekiti wa kijiji Ndio. nikajengewa hapa nyumba yangu mpya kama unavyoiona. Ndio mjomba. Baada ya hapo nikaona sasa ni vyema pia nipate shangazi yako mpya. Naona. Umeona? Naona mjomba ana unajua Ulaya kule mjomba? Mjomba kule Ulaya. Yaani katika vitu kama hii Ulaya. Mjomba ni habari. Mjomba ungefuga na mbwa hapa mjomba. Kwa hiyo tuseme kwamba kule Ulaya ulikokuwa hukubahatika kuoa. Mjomba Ulaya vitu vizuri ya kama Afrika hakuna mjomba. Kwa sababu kule mjomba Ulaya yaani kule vitu vizuri kule ni sauce, wakati mazuri na nini. Lakini kwenye mambo ya mjomba juzi nilikuwa na kikao. Yaani nilikuwa na kikao na Trapo kujadili mambo ya chama. Acha wewe. Trapo huyu. Trapo mjomba. Huyu anayesema duniani huyu. Tena usichokijua mjomba. Trapo mwenyewe kanipa na uraia. Yaani kaniambia wewe inafaa kwanza uwe na uraia wa huko. Sasa kakuunganishia na mimi kafika wa Trump jamani. Mjomba wewe acha. Hivi hapa sasa niko kwenye kikao na tatu simu ya Samia inaita. Mama Samia. Unajua kuna mambo ya chaguzi ndio simamie na nini mambo ya usalama na nini? Kwa hapa mjomba aliponiona kabidi pale Mama Samia akatuma Air Tanzania ikanifuata mpaka Ulaya. Unaona mke wangu? Sasa ina maana hata huu uchaguzi tunaofanya huu wewe umekuja kwa ajili ya kusimamia, si ndio maana? Yaani kwa ajili ya kuweka usalama kuhakikisha mama ana mambo yake anaenda sawa. Alafu baada ya hapo narudi kuendeleza mambo maendeleo na Trump. Sinde nimefurahi. Yaani nimefurahi kwa jinsi ulivyonieleza. Sasa mimi ndio sasa. Mimi ndio hapa nilikuwa mbunge. Sawa. Sasa kwenye ubunge huko nikaona Mama Samia tena ameleta basikeli kwa nani, kwa wabalozi wa mitaa. Akaleta tena na pikipiki kwa wale wanani hao wa halmashauri ya CCM. Nikaona huu bunge ni ati kwanza huko hauna hela ya kutosha. Nikaja kugombea ubalozi wa mtaa, nikapata basikeli. Umeona? Nikapata basikeli sasa. Sasa saa hizi nilikuwa napambana. Mke wangu umeacha bunge? Nimechukua ubalozi ili upate basikeli. Nimepata basikeli. Umeona? Sasa hapa saa hizi napambana ili mke wangu achukue huo wenyekiti wa wanandoa wote hapa Tanzania. Wanandoa wote atakao wanatika kwa huyu mama. Kama hawajaenda kulala, lazima wampigie simu huyu mama. Sasa mjomba. Wanandoa wote Tanzania. Ngoja kwa mjomba. Hapo umekosea. Angekuwa mwenyekiti wa mabachela wote wanatika kwa. Sasa wewe mwenyekiti wa mabachela wakati yeye ni mwanandoa. Sio kama nielewa vizuri. Nimekuelewa. Kama hata wewe mwenyewe ukioa leo hii, lazima uripoti kwa huyu mama. Mimi bado sana. Umefika muda wa kulala, mnaenda kulala na mwanandoa mwenzako. Mtaarifu huyu mama. Ni kweli mume wangu. Hii ni kazi nzuri. Yaani bora tu umeacha kazi ya ubunge. Yaani hizi basikeli ungezikosa mume wangu. Umeona? Ni kweli. Alafu kitu kingine mjomba. Sisi tukiwa wajumbe wa mitaa hii, nyumba 10. Sasa nikwambie siri. Huwa tunaombea watu wagombane ili tupate zile hela kwenye usuluhishi kule. Sasa sifaida kuja hapa. Sasa mjomba. Lakini vizuri. Kwa hiyo wewe ukimwona shangazi utasuluhisha wewe. Sasa sisi ndio wenyewe. Ndio mjomba. Kwani hamna shida? Ndio kuna shida. Ndio. Kama umeandaa chochote kile basi ungefanya utaratibu hapa. Ili tupate niweze kutoka kidogo na mjomba. Kuna mara inabidi angalau nikamzungushe kidogo. Unajua na mwiki katoka hapa. Mjomba na wewe mjomba mimi nimechoka. Mjomba na wewe bado hujaacha tu tuko hivyo. Mjomba mimi nimechoka mjomba. Mjomba, yaani jinsi nilivyochoka. Mjomba wewe ni chumba, ni pumziki. Hata nikisi. Hapana Sinde. Hapana. Hapa wewe huwezi kubaki. Mimi ninakufahamu wewe ni mtundu sana wewe. Hapo pale pako. Pana nafasi ya kutosha. Kwani niunganganie hapa? Alafu vile koja kwanza. Shangazi yako unamwona ni mdogo kwangu. Sasa wewe unataka ukae hapa ili kiwe kitu gani? Mjomba naye bado mmoja acha tu. Nakufahamu wewe ni mtundu na hujaacha mimi najua. Mimi nilikuwa
Mama niwe mjomba listoki. Nia yako nini? Nia yako nini? Tena kwa mjomba yote. Hebu mama fanya haraka, ale aondoke. Ale aondoke. Naona nisia kaya. Sasa muone ameanza kula mboga tena kama mbele hujaje. Tabia gani? Ndio Ulaya huko nafundishwa namna hii. Jamani. Sasa angalia sasa unakula mboga wewe ukifika utakula nani nini? Mke wangu lete maji sasa. Tazama tena anakula bila kunawa tena. Unaona? Hivi ndio mtu wa Marekani huko. Si ndio unakula bila kunawa wewe? Jamani. Hebu yaone haya mke wangu. Hivi huyu mtu hizo hadithi alikuwa anahadisia hapa hizo ni za kweli? Unakula bila kunawa. Jamani. Mke wangu. Kama ndio hivyo, basi ngoja ale mwenyewe. Sasa mimi nitakula nini namna hiyo ngoja nimalize. Jamani mkao sasa nini namna ile kweli itakuwa ninunue mimi alafu nifanywe namna hiyo kweli? Sasa mgeni gani huyu? Wewe ndio unaleta. Tangazi. Tamu. Sasa kumleta alikuwa anakuja yeye tumekutana hapo jana. Sasa ndio umeona sasa utakula nini? Shangazi yangu Ona sasa mke wangu jamani. Ona sasa jamani. Ona sasa jamani. Ona sasa sababisha. Hizi dharau. Sasa nimesababisha nini? Yaani usingemleta huyu mtu. Yasingetokea haya. Sasa hapa ni. Sasa mimi sijamleta kaja mwenyewe sasa. Jamani neno halirudi. Mke wangu. Sasa mke wangu. Mjomba. Fanya utaratibu nipate hata kidogo tu basi jamani. Mjomba. Lakini mjomba wako nani bado? Mjomba. Ili wewe una uchungu kwani na mimi wewe? Mjomba mimi asante sana. Lakini mjomba nipe chumba. Nishashiba kwa mjomba sana tukeni kapumzike. Afu mjomba. Mjomba, hakuna kumbuka pale tulipokutana ulikuwa unasema nenda kwa mzilani. Wewe unaweza tukaenda mjomba. Kwa sababu nyumbani chapajua hapa. Nishafika hivi. Wewe tumwombe tupumzike mjomba. Wewe bwana kama umekula unasikia? Kama umekula inabidi uondoke, unasikia? Unabidi uondoke hapa. Mjomba ulikuwa unaelekea hivi. Kwa sababu yako mjomba tunaweza tukae. Hapa. Hivi. Hujaniuliza hata hali za hapa kwa ujumla hapa ndani hapa. Mimi mwenyewe hapa nilipo hapa. Afya yangu sio nzuri sana. Mjomba. Hata angalia sasa hata hiki kiatu hiki unaona? Hivi kiatu cha kuvaa kweli mwenyekiti mstaafu kweli namna hii? Bwana mimi kama hivyo ndio umeshinda kunisaidia basi. Yote yaliyotokea hapa basi tutafanya aje sasa? Maana yake anasema mtoto wa dada ni mjomba na mjomba ni mama kama sisi sote tunavyoamini. Kwa hiyo mtoto akinyia kiganja hatukikati tunanawa tu kile maisha yanaendelea. Mimi nafikiri mjomba mimi mwenyewe nashukuru. Mjomba twende. Nakuja kesho mjomba. Kesho mjomba, hizi daga nifungia na maraki. Kuteni hivi mjomba. Mjomba. Yule nyewe tuko rafiki kaweka mfuko wa sema. Kala wewe kasi. Basi tutafanya hadi tena. Sasa nifunga tena kama mtoto hana rafiki ndio hivi. Sasa tutafanya. Utatupa ile toto lako tena wakati la dada yako. Ngoja tu tuache hivi. Haya bana. Songa basi. Sasa umeonelea nini tena hapo? Twende bana. Nakuja mjomba, nakuja. Nakuja mjomba. Fanya hapo bwana. Sasa unapeleka wapi tena vyo hivyo? Kama ndani
mboga naenda kupikia ugali kwa mama. Kule unajua kuna mboga majani tunyashusha mjomba. Kwani tulikubaliana nini? Sisi sema kwamba tule lakini sasa ugali wenyewe umekula peke yako. Zimebaki mboga tena bado unabeba. Ndio unanitakia nini mimi sasa? Mjomba mlo, tumboni ndizi. Kawaje ndani bwana. Jamani. Mjomba ngina walo. Kwani mboga kidogo angalia hivi. Wewe kama mboga hizo kwa una nini wewe? Angalia hivi takavyo. Yo. Na wewe usijali. Nimefanya kwanza kukukaribisha eti. Mbona mdogo wako anaona tabia kama chafako hivi? Mjomba unakuja Ulaya mjomba. Mjomba unataka nenda Ulaya? Mwenda nani? Ukaniuza kwa wazungu au? Na mjomba na wewe bwana. Jamaa unafanya nini tena wewe? Unafanya nini? Mkao. Shangazi maji ya kunywa. Hivi unaona haya? Yaani Hivi wewe mtu umetoka wapi? Shangazi maji ya kunywa. Hivi umetoka Ulaya kuja kutusumbua, sio maana yake. Mjomba kule Ulaya kuna nyama kuna kuku. Hakuna. Sisi tuliondoka hapa na geuka nyuma na kuja kuonekana kumbe merudi tena huko. Mjomba Ulaya hakuna dagaa na maharage, ilikuwa ni mizilisi. yaani wewe umekula ugali isitoshe tena umekomba na mboga. Hujalizika tu. Umerudi tena kuja kumaliza dagaa. Alafu unajipakulia mwenyewe kwani msimwambie shangazi yako kupatie? Hapo shangazi wewe no. Wewe sema ugali umeisha ugali umejaa tungu. Alafu Umetoka Ulaya. Yaani umetoka Ulaya. Ugali umejaa tungu kibao. Ndio. Naomba nitake radhi umemnyosha kidole mke wangu. Naomba nitake radhi hapa. Mume wangu. Sasa umeleta umungu kosi. Ndio mimi naondoka. Yaani naomba mtao mgani? Yaani mume wangu sasa nimeshachoka. Yaani kila siku manyungu tu. Sasa mimi nitaondoka huko ndani. Nitarudi huko kwetu. Lakini mke wangu Yaani mume wangu kama kweli unanipenda kutoka moyoni. Naomba mtoe mbuzi wako nje. mke wangu sipate shida huyu anaondoka. Bana toka. Mwambie shangazi. Sasa mke wangu aondoke wewe. Nenda. Ubaki hapa na nisaidia Sasa nini? mimi sio mbuzi. Hapana. Toka. Umeshafanya vituko vingi. Sasa na mke wangu aondoke. Chatu changu. Kifanya nini? Hamna. Tutakuletea. Mjomba ananyesha. Tutakuletea. Kiatu tutaleta. Kiatu mjomba. Tutaleta mke wangu. Mimi. Chukua hizo kwa tulete. Hata pakaja yake atamalizia. Lete kwato zake hizo. Mimi. Lete hizo kwato za huyu mtu. Mjomba naomba nichukue kiatu. Atakuletea. Na kuacha vyako ili urudi hapa. Shangazi nisaidie. Ubebe lete huko. Ukiniangusha. Yaani ukiona natoa dada mna hii. Tumekosa nini? Jamani. Na siku nyingine naomba kurudi. Yaani kurudia. Sikia mke wangu. Nini? Mimi nilipofika pale. Yaani na huyu kwa sijafika wakati mmoja. Anakuja, ananichangamkia na mimi nikamgundua kama ni mjomba. Nikajua amebadilika. Kumbe ndo kabisa ndo imekuwa kabisa shida tu kama unavyoona. Hata mwenyewe kwa shida sasa huko ndani. Yaani akitoka yule anaingia huyu. Akitoka yule anaingia. Yaani huko ndani. Nisamehe sisi ni viongozi mke wangu nisamehe. Viongozi gani mlikuwa umechana hivi? Kwa nini unatoka kwa unioni? Mjomba. Mungu wangu, mwanangu, yaani mwanangu sasa ndio kitu gani hiki? Sasa mimi nimekosa nini sasa? Wangu, nje. Yaani toka nje. Unataka kunifanyia nini hasa kidogo? Hivi mama akija baba. Hivi mimi nipe kwanza hapa uone kama mimi kukulani. Ona sasa mkangu nalia sasa. Mimi nataka kufanya blender mume wangu. Bwana toka mdomba bwana wewe. Mdomba naenda wapi? Mwanangu blender. Jamani, mbona mnataka kuniua sasa jamani nini nifanye nini? Yaani mume wangu. Sikia mke wangu sikia. Si kuna panga ndani hapo.
Toe kidole kimoja tuone kama hamki. Sikia nikwambie. Huyu ni mjanja. Kwanza yawezekana ameshiba mno. Sasa anataka kutufanya sisi mabwege. Sasa wewe kaniletee panga na ile sandarusi. Kaniletee hapa. Tunamkata kipande kimoja tunatupa. Geti limefungwa tayari. Tena kaleta. Mungu. Leta hakuna kupokea hapa. Leta panga. Lete panga tu. Washenzi kama hawa sio wafuga. Mkangu. Katoka huyu. Kakimbia. Mungu. Toka kimbia huyu. Kikimbia sasa. Ayo, sasa Sasa nakufaulu. Mkangu. Kwa kweli nimechoka. Hii hali leo hadi tumehenyeshwa hapa. Sasa mimi nadhani nifanyie mpango wa maji nioge tu tupumzike. Siendi mahala sasa hivi. Pole. Mbona unajikalia tu? Alafu viatu vyenyewe hujavaa vipi? Mama, na wewe vipi? Mbona upo tu? Mbona upo tuna viatu vyenyewe hamna? Vipi? Viatu. Mjomba. Vipi viatu viko wapi? Yaani umekaa tu wewe tu lipo. Ina maana maisha yako unataka uyafanye kama nini? Mjomba. Mama, mjomba ana roho mbaya. Mjomba ana roho mbaya mama. Mjomba wako gani? Sio mzee Kionga. Wewe mama unajua kabisa nimetoka Ulaya. Ulaya hakuna dagaa, hakuna maharage, Ulaya kuna visa, baka, vitu nimekuja nimekuta tu gari na gari mjomba tena ninyima nisile, yani ananifukuza tena napanga. Sema nikata kila kitu. Kufukuzaje wewe ni tabia zako umefanya. Kufukuzaje nao najua wewe ni mtoto wake. Umeendaje? Mpaka kakufukuza. Kanifukuza mama hataki ile ugali wake. Ataenda kusema kweli hivyo unachosema. Ndio, kanifukuza mama. Hivi mimi sina akili mama nitoke nitembee peke. Mimi nimekuwa taila mama. Kanifukuza na panga, yani nikate kidogo. Nitikisa dagaa mama. Mimi na kitu mama. So hiyo mimi mama natoka Ulaya eti ananiibisha kuja peke. Hivi wewe nikienda kwa mjomba wako, tena kama wote uliyosema hapa. Kabisa. Atasema kama na yule alikuwa analombana anapomjua. Atasema kabisa ili na uthibitisho. Na wewe hata wewe na wewe hata tutakoka. Nenda mambo kienda kusisahau viatu yangu. Ina maana wewe ndio umemwona leo kama mjomba analomba kabisa. Nikienda nikikuta wewe ndio ulikuwa na makosa nikufanyie. Haya mimi ngoja niende. Nitakapokuta tatizo ni la kwako. Ni mimi na wewe. Nyie ndio mnaozalisha watu. Mama sio viatu vyangu mama. Haya mama chukulie viatu vyangu. Kusimulia kilichotokea ndio hicho ambacho alikifanya mjomba wangu. Kama unavyonielewa. Mara nyingi sana mimi na upendo mkubwa sana na watoto. Sasa wenyewe ndio zangu. Hata wanangu pia. Huyo kijana inaonekana huko alikoenda amekutana na watu ambao kwa kweli wamempa elimu ambayo sisi hatuelewi ni elimu ya namna gani. Anasema alikutana na Tarabu. Akakutana. Anakuambia kwamba anaenda Ulaya. Amesema hapa mbele ya mke wangu. Akasema hivi.
alipokutana na Trump huko, akapigiwa simu na Mama Samia, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba aje asaidie usimamizi wa upigaji wa kura. Tunajua tena huko tunakokwenda naenda kupiga kura. Hapa tuongoza viongozi wetu wa kitaifa. Kwa hiyo kaja hapa kwa ajili ya hilo. Sasa ni kweli alikwambia wewe. Unataka kuambia kwamba nimeenda huko. Alienda lini? Mtu anashinda mkeme huko nani Sawara. Tena kwenye mapombe. Alafu nakuja kuambia kwamba nimetoka huko. Mko Ulaya anakuaga kama hivi. Sasa na mwenyewe usinga mwana mtu mwenyewe. Sasa yeye ndo anasimulia hivyo. Lakini katika pekua zangu nikagundua alikuwa huko kwenye kampuni yetu ya Brown. Anatuma chai huko. Sasa kama unaofahamu uzuri wa kampuni ya Brown, mtu akishajificha huko si kila kitu anapata huko, maji anapata huko. Anatibiwa, anafanya nini? Kwa hiyo sasa mtu akitembea huko uweze kugundua kama yuko kwenye Brown. Kwa hiyo alikuwa huko. Wanampa hela au wanafanya nini? Wanamlea. Sasa amepandisha huko kwetu, anaanza kudanganya si wazee ambao tuko huko jijini. Uone kama ni mambo ya ajabu. Sasa mtu wa Ulaya na mtu wa kampuni unashindwa kutofautisha. Tunao vijana wengi tu wanatoka kwenye kampuni ya Brown ndipo wanapata mishahara mikubwa. Wanapata stahiki mbalimbali. Kwa hiyo vitumbo hivi ni kawaida tu kutokeza wanapokuwa wanakuja kutusalimia sisi wazazi wao. Kwa hiyo mimi nadhani nilikuwa mkweli kama bwana mimi nilikuwa Brown ndipo nafanya kazi. Kwa hiyo sasa nimekuja mjomba kukusalimia. Sasa kitendo cha kuniambia amekuja kusimamia uchaguzi hapo kwa kweli. Alafu akaja akafanya kituko hicho kifanya hapa. Umeona? Yaani alichotufanyia hapa. Yaani hata siwezi kuelezea. Yaani kaja Nani ulifi. Nashukuru kwa haya tulionieleza pamoja na kaka yangu. Yaani wewe una umri mdogo umeolewa na kaka yangu pamoja na kama ni mtu mzima. Nashukuru kwa hekima yako aliyokujalia Mwenyezi Mungu. Mungu aendelee kukutunza. Ila msamaha ndio kitu cha kwanza katika maisha ya familia. Nilikulisha kweli. Yaani ulifi. Baki tena ndio fanya kwa kumsamehe yule mtoto wetu. Ndio. Unaona samaki hao waliokuwa wazuri. Umeona? Sana wewe kaka mbele yangu. Dada wewe kaa kimya wewe mimi nijua haupo. Jamani mambo mengine haya. Unajua tena. Sawa. Kwa dada ndio hivyo. Kwa hao vijana wetu hawa tunapaswa pia kuwaelimisha zaidi pia hata kuwavumilia. Unajua hii Brown imewaletea watoto kiburi sana. Kumbe wanapata ni hela. Wanapata hela nyingi, wanasahau wazazi. Wanaanza kuleta vitisho vya kutisha mitaani. Sasa sitayari mimi nishaingia mkenge kwamba natoka Ulaya kweli. Mimi nimeingizwa mkenge kweli na sinde ananiingiza mkenge nini? Unajua kaka. Alafu anasema dagaa hasiko kule alikotoka dagaa hasiko. Maharage hayako. Wacha purukusha viungo hapa. Acha. Na maana hiyo kampuni. Sasa unaona dada. Hii kampuni bwana. Mimi nimejifunza vitu vingi sana. Kwanza malipo yake yanatoka kwa wakati. Alafu pili ukitaka upate hela. Kwa hiyo ukitaka kupata hela katikati ya mwezi kwa ajili ya kujikimu na mambo madogo unapata. Kuna wakati mwingine ukiumwa kama endapo hospitali yetu kidogo inakuwa dawa zile hazikusaidii vizuri wanakupeleka kwenye hospitali kubwa. Sasa kwani msinenepe jamani? Kwani msinenepe? Hivi kuna mtu yeyote alishawahi telekezwa na hii kampuni? Ndio maana tunafika mahali tunajisahau mpaka sasa tunakuwa waongo. Sasa hizo umetengeneza chombo cha kudhibiti masuala ya udanganyifu. Ambacho kinaitwa nini? Wamesema maadili. Kwani ni wasema maadili iwepo kwenye kampuni? Udanganyifu umezidi watu wanashiba.
Alafu anakuwa waongo. Unaona? Sawa. Kwa hiyo mke wangu, mimi nadhani kama ni unapomfahamu wifi yako huyu. Ni mtu mmoja ambaye hana tatizo na nilikuwa na mhadisi hapa kwamba tumeanzisha chama cha wanandoa. Unaona? Chama cha wanandoa ambacho mwenyekiti wake atakuwa ni huyu. Tanzania nzima. Huyu ndio mwenyekiti wa chama cha wanandoa. Kwa hiyo wanandoa wote wanapoona lazima waje waripoti kwa huyu. Kuna wakati mwingine tulikuwa tumesema tutaweka utaratibu hata wanapolala lazima wapige simu kwa mama kama tunaingia kulala. Kwa hiyo kama ni mambo ya kujivunia haya. Kwa hiyo nisikuchoshe. Kwa haya tunatoka kwenye hii kampuni. Sasa si alikuwa anafanya huko amepata hela sasa ameona apate sasa uzoefu wa mambo mengine. Dada nisikuchoshe kwa sababu nafikiri naona mambo mengi. Hata mke wangu tumtoe dada. Tuanae kaenda na majukumu mengine. Sasa Mungu. Sasa mke wangu amna chochote cha kuondoka na dada hapo maana hujaenda hata kuchuma mboga. Kampuni inafaidisha watu sana. Si ndio maana tunazeekea huko wanafikiri sasa mke wangu ndio hii mboga amepata hii. Sasa hebu nenda ndani angalia kama hapatikana huko kidogo. Sasa Mungu. Sinajua tena akija mgeni hapa lazima atoke akumbuke kwamba kumbe kwa mzee Kionga. Ni sehemu ya kuja kutembelea mara kwa mara. Kwa dada karibu sana. Karibu sana. Yaani ukija kufa kaka mimi sijui nitaenda wapi. Sasa ndio maana unajua angekuwa ni mtu mwingine mtu baki wanaposema ungekuta mwanao yuko polisi kwa kila alichokifanya. Sasa dada hapa utachukua pikipiki ili iweze kukuwaisha mara moja. Alafu hii hapa utaangalia kasukari kasabuni hivyo hivyo ndio unajua tena maisha yetu hivi. Kaka yangu Mungu akubariki sana. Tunataka mshukuru na wifi yako. Tulikuwa tukishikamana vizuri ndio. Wewe mdumu katika ndoa. Nashukuru kwa kweli. Ndio ya baraka. Nashukuru sana. Basi sasa dada viatu vyake viko hapa hivi. Sinde bwana. Jana ametuchemsha hapa jasho limetoka mpaka kwenye visigino. Ndio. Ya mwenyewe hivi hapa hivi. Yaani ameondoka hapa ili unajua wale panya wenye mistari mgongoni. Kachomoka kama panya wa aina ile ile. Sasa nageuka hivi nakuta hata mwili wote ule sijui ameyeuka namna gani. Nikakuta ameshaondoka. Kaka tena viatu. Yule mimi nina wasiwasi. Kuna chuo anajifunza sarakasi ama anajifunza maigizo. Si bure. Yule ni mjanja. Tunachagana viatu kwa watu jamani. Angekuwa sio wewe tungepotea.